Mungu wetu, wewe ni nguvu yetu. Hata sasa tunalisifu na kuliadhimisha jina lako jioni ya leo. Na Mungu, katika sifa ndipo mahali ambapo unasema hushuka na kuachilia baraka zako, na hapa upo kwa ajili ya kutenda jioni ya leo. Na sasa tena tunaambatanisha sifa hizi na matoleo yetu, sadaka zetu, katika vile vingi ulivyotubariki, nasi tunaenda kurudisha kwa sehemu tu, kusema asante mbele zako, kuonesha moyo wa kujali, moyo wa upendo, kwamba wewe ni Mungu wetu mfalme. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu liye mwema, tunaomba na kushukuru. Amen. Kwamba ni uzuri wa Mungu ambaye umehusika kwenye maisha yako, ni neema ya Mungu ambayo kwa ni ajabu kwenye maisha yako. Kwa wakati tunakwenda kusema ya kwamba Bwana, tunashukuru kwa yote umetufanyia. Umetupa uzima, umetupa amani, umetupa afya njema, umetupendelea. Haleluya. Unaweza ukaungana nasi tu tukamsifu Mungu kwa pamoja. Vyote nilivyo navyo ulivyonipea, umenipendelea. Afya hii, neema hii, umenipendelea. Sijivuni kwa chochote nilichokifanya, ila umenipendelea. Pumzi hii, uhai huu, umenipendelea. Vyote nilivyo navyo ulivyonipea, umenipendelea. Afya hii, neema hii, umenipendelea. Sijivuni kwa chochote ulichokifanya, ila umenipendelea. Pumzi hii, neema hii, umenipendelea. Vyote nilivyo navyo ulivyonipea, unaweza kupata sauti yako tu kwa Bwana. Neema hii, sijivuni kwa chochote nilichokifanya, ila nami Yesu wangu umenipenda. Vyote nilivyo navyo umenipendelea. Afya hii, neema hii, Bwana wangu, nisingekuwa hapa bila wewe Yesu. Amefanya maishani mwako, ukitafakari yale ameyafanya maishani mwako, utaanza kusema Bwana umenipendelea. Ni wangapi wanasumbuliwa na afya, lakini Bwana amekupatia afya njema? Ni kwa sababu ya neema yake tu Yesu, ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya neema yako Yesu, ni kwa sababu ya upendo wako, kwa neema yako Yesu, kweli umenipendelea Bwana, umenipendelea. Uhai huu nilio nao, umenipendelea Yesu, umenipendelea Yesu, umenipendelea. Neema hii nilio nayo, umenipendelea.
ukitafakari namna Mungu amekufanyia maisha mwako, ni dhahiri ya kwamba utakosa maneno ya kusema, kwa sababu amefanya mengi sana maishani mwako. Ukiangalia uhai ulionao, hukustahili kuwa na uhai ulionao, lakini Yesu Kristo alilipa gharama pale msalabani kwa ajili yako. Yeye anasema ya kwamba aliona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, lakini akajitoa kama sadaka iliyo hai. Akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, alijitoa kwa ajili yangu mimi na wewe. Ni wakati sasa kurudisha shukrani mbele za Mungu. Ni wakati sasa wa kuheshimu uzuri wa Mungu maishani mwake. Haleluya Yesu. Umenipendelea Bwana. Umenipendelea. Neema hii niliyo nayo. Umenipendelea. Sikustahili ila ni upendo wako Bwana. Umenipendelea. Ningekuwa wapi kama si wewe? Umenipendelea. Bwana, umenipendelea. 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 Umenipendelea Bwana. Umenipendelea. Yesu umenipendelea. Umenipendelea. Daudi anasema ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa na mimi na wewe. Yamkini una neno la kuzungumza mbele za Mungu. Tangu Januari inaanza hata sasa amekuepusha na mengi, na zaidi ya hayo hata sasa unapumua pumzi kwa sababu ya uzuri wa Mungu. Kwa wakati tunakwenda kukiri uzuri wa Mungu kwenye maisha yetu, ya kwamba uzuri wake ndio unazungumza kwenye maisha yetu, na ndio maana niko hai hapa, na ndio maana uko hai hapo. Kuna mtu yupo kitandani amelala, lakini wewe upo hai umesimama, ni kwa sababu ya uzuri wa Mungu. Unaweza kutafakari tu namna Mungu amekufanyia uzuri wake. Haleluya. Macho yetu yanauona uzuri wake, maana yeye peke yake ndiye Mungu mwema. Haleluya. Macho yetu yauona uzuri wako, wapendeza. Midomo yetu yalitaja jina lako, ni tamu. Masikio yasikia wema wako, washangaza. Mawazo yetu akuona wewe, wadumu. Nani kama wewe Bwana? Toshelevu kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana? Toshelevu kama wewe Bwana. Macho yetu Macho yetu yaona uzuri wako.
makofi mengi. Mshangilie tena Bwana kwa makofi mengi. Ndiye Bwana anayetawala, anatawala milele na milele. Asanteni sana, asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki kweli kweli. Wakati mwingine tutakaokuwa tunawahitaji bado tunawaomba. Poleni sana kwa changamoto mliokumbana nayo siku ya leo usafiri, ila next time natumaini mtafanya makubwa zaidi ya leo mlioyafanya. Mungu wa mbinguni awabariki. Hebu mshangilie Bwana kwa ajili yao. Wamefanya kazi nzuri, wametoka mbali, wamekuja kumsifu Mungu pamoja na sisi. Wana Kijitonyama tunawapenda kweli kweli. Tunatamani twende na muda, na kama mnavyojua baba yetu ni baba anayejali muda. Baba ametoka hapa ila yupo ofisini. Tamasha hili tulisema saa 1 kamili linaisha. Sasa ili wakati ujao tupate kibali tena, tusije tukamkorofisha baba. Kwa hiyo nikikwambia kata, usitake mimi nikamsimamia.